lakini niko kwenye hatari kubwa ambayo nashindwa kusimulia ikoje. Shida yini kakaangu? Unatakiwa uniambie, mimi ndo dadako. Dada kubwa ni kuhusu mwanangu. Rama yuko kwenye hatari sana. Hatari gani? Rama yuko kwenye hatari sana. Ndio maana nakwambia najaribu kusimulia lakini siwezi. Naomba unisaidie jambo moja tu ambalo unaweza kulifanya. Sawa kaka. Ikiwezekana hata leo tuondoke hapa nyumbani. Kuhama kwenye hii nyumba? Tuhame, tutafute sehemu nyingine ambayo mimi nitakuwa tayari kugaramika kwa chochote kile, ili mradi tu tukakae huko kwa usalama wa mtoto wangu Rama. Kuhama humu ndani si hama. Shida zako binafsi ni kwamba niondoke humu ndani? Siwezi kabisa. Kama kwamba una mipango yako ya kuuza hii nyumba, sahau. Singo. Dada, sijawahi fikiria mimi kuuza mali hii ya wazazi wetu. Sijawahi fikiria chochote kama nitapata hela ya kuuza kiwanja hiki cha wazee pamoja na nyumba. Lakini usalama wa mwanangu ndio unaonipa shida mpaka sasa. Ndio maana tazama nakuja kukwambia wewe, nisaidie dada. Tutoke hata leo. Mwanangu yuko kwenye hatari kubwa dada. Kaka, mimi siondoki. Kama hilo tatizo tutalisuluhisha, tutalimaliza. Sasa baby, nataka nikwambie kitu. Niambie mama. Niahidi kwamba utakubali nitakachokwambia. Wewe ndio kila kitu kwangu mama. Kabisa, usio na wasiwasi. Niambie tu. Baby, mimi na mimba yako baby. What? Unasema? Maira. Unasemaje? Naomba unisamehe baby. Maira. Nisamehe sana, sikujua kama itatokea hivi lakini imeshatokea hivi. Naomba unisamehe bana. Maira. Hebu njoo kwanza Maira. Naomba unisamehe Dani. Sikutarajia kama itatokea ile. No. Nisongonjwa wa ukimwi, kisonono wala kaswende, kimenipata nini? Nimepukutika, misomo 40, panadol za mapembe, kitanitibu nini? Unajiuliza yule daktari mganga, nesi tabibu wa moyo wangu, Simoni, moyo dhohari majanga kashahari. Asante sana. Nimefurahi sana kupata fursa ya
ya kuwa na wewe jioni ya leo, kwa sababu ni muda mrefu kidogo hatujawahi pata fursa ya kuwa pamoja, tukakaa angalau tukapata chakula cha jioni tukiwa pamoja. Nashukuru sana, lakini umetutenga mpaka tumekuwa wapweke. Nimekuita kwa jambo moja hapa. Ni mpaka lini utaendelea kuninyima fursa ya kumwona mwanangu? Nadhani sijakunyima fursa wewe kuja kumuona mtoto. Nilikupa taarifa kwamba njoo nyumbani wakati wowote, iwe mchana, iwe usiku, iwe jioni. Ukitamani kumuona, umemisi mtoto, njoo uje umuone. Ni mwanao yule. Kwa hiyo kuonana na mwanangu mpaka nikufuate kwako? Ulitaka nije na mtoto hapa Suzi? Au nitembee naye barabarani uone kama niko naye ndio utamuona? Au unataka nifanyaje? Hivi unajua yule ni mwanangu? Nalijua vizuri sana. Na ninaheshimu katika hilo. Ninahitaji kuishi na mtoto wangu. Si vibaya wewe kuhitaji kuishi na mtoto, lakini kwa sasa Rama yuko kwenye wakati mgumu kidogo. Yupo kwenye hatari ambayo inamkabili nyuma yake. Kwa hiyo sipendi na wala sipendelei aende akaishi kwa mwingine yoyote yule. Iwe mama yake, iwe bibi yake, na pengine hata kwangu ataondoka kwa muda ili kuhakikisha mwanangu anakuwa kwenye usalama, kuiepusha hii hatari ambayo iko nyuma yake. Unawezaje kuniambia mwanangu yupo kwenye hatari? Kwa sababu wewe ni mzazi na unastahili kujua, ingawaje natakiwa ni wakati mwafaka ukifika basi nikueleze kwa kina nini kinamsibu ama hatari gani ambayo iko nyuma yake. Kwa sasa sio wakati wake. Kasim, sihitaji kujua chochote. Ninachokihitaji ni mwanangu. Suzi, naomba unisikilize kwa umakini mkubwa sana. Sijakukataza wewe kuwa na mwanao. Sijakukataza kuja nyumbani kumuona mtoto. Sijakukataza wewe kwenda kuishi naye nyumbani kwako. Lakini nimekwambia mtoto yupo kwenye hatari ambayo unahitaji nimlinde kama mzazi ili awe na usalama wa kwake. Sihitaji story. Sihitaji kujua chochote. Ninachohitaji ni mwanangu. Nisikilize jambo moja. Ukimtaka mwanao njoo nyumbani utampata, lakini kwa sasa huwezi kumpata wala siwezi kukuletea kwako. Kama ni hili tu uloniitia, naomba tulimalize hapa, endelea majukumu yako na mimi ya kwangu yananitosha. Hapa kwa jambo moja, na jambo lenyewe ni baina yangu mimi na wewe. Kuna mtu nahitaji umfuatilie, anapokaa, anapoishi, mienendo yake yote kuanzia asubuhi, mchana mpaka jioni, na nina picha yake. Pia nitakutumia nusu ya malipo. Baada ya kumaliza kazi yangu nitakutumia fedha zilizobaki. Nahitaji unifanyie hii kazi ndani ya masaa 48. Nadhani utakuwa umenielewa. Ndio, nimekuelewa. Kazi yako nitaifanya. Kwangu ondoa wasiwasi, ondoa shaka. Sawa, unaweza kuondoka.
ukimtaka mwanao njoo nyumbani utampata, lakini kwa sasa huwezi kumpata wala siwezi kukuletea kwako. Kama ni hivi tu ulioniitia, naomba tulimalize hapa, endelea na majukumu yako na mimi kwangu yananitosha. Rama yuko kwenye wakati mgumu kidogo, yupo kwenye hatari ambayo inamkabili nyuma yake. Ama mama. Niambie tu baba wangu. Niko poa mama. Ndio. Nimeshinda poa. Semani da, nimeshinda na kuwaza. Unaniwazia nini? Nakuwaza sana. Fanya hivi nakuwaza. So unajua tangu umenipa taarifa za kuwa na ujauzito wangu. Kusema kweli moyo wangu una furaha sana. Ninafurahi sana unakifanya. Basi jambo jema. Sawa dada. Tamu. Sana wewe. Leo nataka nielewe mapema sio kuona. Baba utalewa. Sasa baby. Mbona mama? Nataka nikwambie kitu. Karibu. Kitu gani? Nakupenda sana. Nakupenda zaidi na unajua. Anibeba kiumbe tumboni mwangu. Kwa hiyo nimetoka mapenzi ya kujificha baby. Napenda sana tuwe huru. Napenda nitambulike kwenu. Na pia najua kwamba una mke wako nyumbani. Lakini mimi napenda unavyompenda mke wako nyumbani. Unavyojulikana mimi iwe hivyo. Yes baby. Mimi nadhani sioni kama kuna shida. Kwa sababu duniani hamna kinachoshindikana. Kwa hiyo nakuahidi niachie mimi nitakufanyia kazi. Kweli? Na kwa hakika utafurahi. Unaniahidi? Nakuahidi mama. Nitafurahi sana. Unajua nakupenda. Yes, nakupenda. Na kwako niko radhi kufanya chochote utakachohitaji. Kweli? Yeah. Nikuombe kitu. Yeah. Kweli? Nataka Mgonjwa wa ukimwi, kisonono wala kaswende, kimenipata nini? Nimepukutika misomo 40. Niambie. Mambo my dear. Poa kipenzi, mzima? Mzima mpenzi. Kuna kitu nataka kuuliza samahani. Uliza tu besti yangu, nakusikiliza. Kuna kitu unalitaka nikuulize kuhusiana na mkweo. Kwanza uko na nani hapo samahani? Niko mwenyewe, nagombana na vyombo hapa. Nitaka kuuliza. Ni kweli mkweo atembei na wala ongei?
Samahani, nikuuliza hivyo. Ukiwa na maana yani ni kweli atembee kabisa anaongea? Ndio dada, lakini sijaelewa swali lako, kwa nini umeuliza hivyo? Niambie tu unavyojua, ni kweli ongea? Ndio ongei wala atembei, lakini bado sijaelewa swali lako, kwa nini umeniuliza hivyo? Kwani kwa sasa yuko wapi? Maana nakuuliza hivyo ina sababu. Mimi kuna mahali nimemuona. Nimemuona anatembea na anaongea, ndio maana nikakuuliza maidia. Hello? 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 Hello, Mary, unanisikia? Hello? Hello, Mary? Hello? Hello? Lei mama, unanisikia? Hello? Hello? Lei? Hello?